Uterine atony ni moja kati ya madhara ambayo yanaweza katokea moja kwa moja kwa mwanamke ambaye amefanya unsafe abortion au amefanya swala la kuharibu mimba bila kuzingatia taratibu za kitaalam. Uterine atony ni namna ambavyo ule mji wa mimba unakuwa umetanuka na umeshindwa kurudi kwenye pozisheni yake ya mwanzo ambayo ilikuwa inatakiwa. Sasa hawa wanawake ambao wanataka kutoa mimba bila kuzingatia taratibu za kitaalam, wanafanya unsafe au illegal abortion, huwa wanatumia dawa na kemikali tofauti tofauti. Zile dawa na kemikali tofauti tofauti hawajui ni kwamba ni kiwango gani cha dawa au cha kemikali wanatakiwa kutumia ili kuachieve safe abortion au abortion without complication, kwamba mimba itoke na isiache madhara yoyote. Kwa hiyo wanajikuta mara nyingi wametumia dozi ndogo au wametumia dozi kubwa zaidi ya ile inayotakiwa. Wakitumia dozi kubwa zaidi ya ile inayotakiwa ni kwamba misuli inaweza ikatanuka na ikashindwa kurudi kwenye state yake ya mwanzo, ndio huwa inaitwa uterine atony. Sasa kinachotokea kwenye uterine atony ni kwamba baada ya ule mji wa mimba kuwa ulitanuka na umeshindwa kurudi kwenye position yake ya mwanzo, inamaanisha kwamba vile vimirija ambavyo vilikuwa vinaungana na kondo la uzazi bado vitabaki wazi, vitakuwa vinatoka damu. Na damu itakayokuwa inatoka hapa itakuwa ni nyingi kutokana na kwamba damu ambayo inakuwa inaingia kwenye kizazi huwa inakuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo ikitokea damu inapotea hapa, basi damu inayopotea huwa inakuwa ni nyingi sana. Sasa madhara ya kutokea hii hali ni nini? Mwanamke anaweza kupoteza maisha kutokana na kupoteza damu nyingi, lakini huyu mwanamke anaweza akajikuta anaingia kwenye hasara ambayo anapoteza kizazi moja kwa moja. Mwanamke anavyokuwa ameingia kwenye swala la kupoteza damu nyingi, inatakiwa tufanye intervention za haraka. Kuna namna mbalimbali za kuzuia ile damu kuacha kutoka. Atapewa dawa ambazo pengine zitasaidia kizazi kurudi kwenye position yake ya mwanzo. Ikishindikana huyu mwanamke, zikishindikana njia zote, huyu mwanamke huwa anatakiwa kufanyia operation, ambapo ni operation ambayo kizazi kitatolewa ili kuzuia huyu mwanamke asiendelee kupoteza damu. Kwa hiyo kizazi kitatolewa na ule mshipa wa damu wa nyuma pale utafungwa ili usiendelee kupeleka damu kwenye kizazi, ili kuokoa haya maisha ya huyu mwanamke. Kwa hiyo huyu mwanamke anaweza kujikuta anaangukia kwenye changamoto kubwa za uzazi kama basi atapatiwa matibabu ambapo pengine daktari labda aliopti kuufunga ule mrija kuliko kukitoa kizazi. Huyu mwanamke anaweza kujikuta anapata chronic lower abdominal pain, anakuwa na chango ambazo haziishi. Lakini huyu mwanamke anaweza kujikuta kwamba anapoteza uzazi kabisa ikitokea amefanywa operation ya kutolewa kile kizazi. Kama una changamoto zozote za uzazi, basi tuwasiliane ili tuweze kuona ni namna gani tutaweza tukakusaidia. Hii ni Afya Kiganjani, tiba mtandaoni na Dr. Budodi. Chao.